Basi nawashukuruni sana ndugu zangu kwa kuungana nasi katika haya mafunzo endelevu, mafunzo ambayo tumekuwa nayo kwa muda na tunaendelea. Maana hii leo tuko toleo la 7, na tukimaliza toleo la 7, Mungu akitujalia tutaingia toleo la 8. Mada ambayo tunayo mbele yetu ni kubainisha kwamba Yesu Kristo wa Biblia kwa Wakristo sio Isa bin Mariam ambaye wanamtaja katika Kurani Waislamu. Na kwa hiyo tumekuwa na mafunzo haya kwa muda na tunaendelea na tujafikia kikomo, kwa sababu bado yamesalia matoleo kadhaa ili tumalizane na mada hiyo. Kwa hiyo leo tuko katika funzo hilo hilo tunaendelea. Na katika toleo la 7 ambalo litachukua dakika chache kisha tuzime twende toleo la 8. Matoleo yote mawili yatagusa hasa sehemu hizi. Kwanza kabisa, Yesu Kristo na Mungu Mwenyezi wamekuwa pamoja kule mbinguni tangu mwanzo, lakini haiko hivyo na Isa bin Mariam wa Kurani. Kwa hiyo ndio tutaingia kwanza kudhibitisha, ndio tupate tofauti hao wawili. Kisha tutataja Yesu Kristo alifanya miujiza alipokuwa hapa ulimwenguni, na ushahidi tutaweka. Lakini Isa bin Mariam wa Kurani akufanya miujiza yote. Kwa hiyo tunataka kuweka mambo haya bayana ili watu wakaweze kuwa makini sana, kwa sababu hizi ni siku za mwisho. Unaona? Na shetani ameinua kiwango cha kudanganya Wakristo, maana anataka kuingia au kuwakaribia kama malaika wa nuru, na anatumia majini wake na watu wake wakaingia Wakristo kama malaika wa nuru. Kumbe sivyo. Na ndio tunataka kutahadharisha Wakristo, unapokaribiana na Muislamu akijaribu kudanganya ati sisi tunaabudu Mungu moja, ni uongo. Hiyo nishaweka na nimeweka maandiko na sitaki nirudie, kwa sababu si mada ya leo. Ala sio Jehova, hiyo ni mada siku nyingine na tutakuja kuiweka tena. Lakini ya leo ni Yesu Kristo, sio Isa bin Mariam. Usidanganywe. Maana tumesema tukarudia, Ala alikuwa ni Mwarabu wa kabila la Kikureshi. Sio Ala, Isa alikuwa ni Mwarabu wa kabila la Kikureshi, kazaliwa chini ya mti wa mtende nyuma msikiti wa Maka, akazungumza pindi tu alipotoka tumboni mamaye Mariamu. Unaona? Na Yesu Kristo naye ni tofauti, maana amezaliwa Bethlehemu ya Uyahudi siku za mfalme Herode, na alikuwa ni wa bari ya Daudi. Huyu alikuwa ni wa kabila la Kikureshi la Ishmaeli. Ni wawili tofauti. Unaona? Na huyu alikuwa ni Mwibrania Yesu Kristo. Huyu mwingine alikuwa ni Mwarabu. Lakini hapo tumepita katika toleo la 1 na la 2. Na kama huku ulifuatilia, utaingia katika YouTube, uandike Biblia Guzo la Ulimwengu. Utapata mafunzo ambayo tumeweka hapo. Ukitoka hapo utaingia katika TikTok, ufungue Paul Muya Mkulima, utapata mafunzo haya. Uingie pia katika Paul Muya Facebook, utapata mafunzo hayo. Na kwa hiyo ukitaka kujua undani kuhusu funzo hili, mafunzo yapo na tunaendelea. Na kwa hiyo naomba niseme jina langu, mimi naitwa Paul Muya Mkulima. Mimi ni mwalimu wa neno la Mungu, hasa kutoka kwenye Biblia. Na tumesoma vitabu kadhaa tofauti vya imani tofauti, hasa za Kiislamu, zaidi ya vitabu vya Kikristo, ili tukaweze kufikia Waislamu, kwa sababu Mungu anataka Waislamu waokolewe na Yesu. Mungu anataka Waislamu waje kwa Yesu kabla siku ya mwisho haijafika.
maana itakuwa ni hasara kubwa kufariki kama wewe uko unabeba imani ya Kiislamu. Itakuwa ni hasara kubwa. Alafu siku ya kiyama ikifika, itakuwa wewe ni mtu wa kupata hasara kubwa, na utasema hukusikia neno. Maana tupo hapa tukileta neno hili ili ukaweze kubambika na kujua ukweli. Kitabu cha Mungu Timotheo wa kwanza sura ni ya 2 aya ya kwanza inasema, katika kila jambo tufungue kwa maombi. Baba, kwa jina la Yesu nakushukuru. Nasema ni asante kwa sababu wakati huu naomba ukawe pamoja nasi tunapoanza na kuendelea na kufikia tamati. Ukatushindania, ukatuonekanie. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba na hata kuamini. Kwa hiyo tunapoanza toleo hili, naomba uwe makini kabisa. Chukua kalamu, chukua karatasi, uweze kupata jambo jipya. Wewe uwe ni Muislamu, kiongozi wa Kiislamu, imamu, sheikh, maalim, au uwe ni muumini tu wa kawaida wa Kiislamu. Chukua kalamu, utapata jambo jipya. Na hataki kujisifu eti tunajua sana, lakini nakuhakikisha utapata jambo jipya. Nawe Mkristo ambao ni mhubiri, ninamaanisha mchungaji, askofu, wanaojiita mitume na wengine wanaojiita majina ambayo hayapo kwenye Biblia, reverend. Na niliwaambia reverend ni jina la Mungu kwa mujibu wa Zaburi 111 aya ni ya 9, inasema reverend ni Mungu. Kwa hiyo wao wote mnaobeba majina hayo ya kuhubiri kwa Kikristo, nanyi mchukue kalamu na karatasi, ikiwa inawezekana. Ikiwa utaweza kumeza kiburi chako na upate jambo jipya, utapata jambo ambalo utaweza kufikia Waislamu nalo kutoka kwenye Biblia na kutoka kwenye Kurani na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama wanavyomwita. Na wewe muumini wa Kikristo, itakubidi pia uchukue kalamu na karatasi au daftari, kwa sababu mambo mengi ambayo tutasema hapa ni yale Waislamu wanakuja nayo wakitaka kuwavuta ili muingie Uislamu. Na nimesema na nikarudia, kwako kuingia Uislamu wewe Mkristo ni kutia saini cheti cha kupata moto wa milele siku ya hukumu, siku ya kiyama itakapofika, kuingia motoni. Na ushahidi tumeweka na tutarudia hiyo. Kwa hiyo leo tunaendelea pasipo kuharibu wakati, maana baada hili toleo la 7 tutakwenda tutafunga video, alafu kisha tuanze toleo la 8. Na nimeanza katika Kurani Suratul Bakara, sura ya ng'ombe jike ya rangi majano. Tunajaribu kubainisha kwamba Yesu Kristo amekuwa na Mungu tangu mwanzo, tangu ulimwengu haujaumbwa. Lakini sivyo hivyo kwa Isa bin Maryam, ambayo inawafanya wao wawili tofauti. Unaona? Katika Suratul Bakara sura ya 2 aya ya 62, andika, inasema hivi: na katika walioamini mitume wa zamani kule nyuma, katika wale walioamini kule zamani nyuma kabisa, uko nyuma, wale walio wa kwanza kabisa katika imani ya Mungu walikuwa ni Mayahudi na Wakristo. Unaona? Wale waliokuwa wa kwanza kabisa hawakuwa Waislamu. Uislamu umekuja miaka 600 baadaye. Unaona? Na nimekuambia Uislamu umekuja kutangua kilichowekwa misingi na Ukristo na Uyahudi. Kurani 61:9. Kwa hiyo Kurani haikuwa na madhumuni mengine, wala kuja kwa Mtume Muhammad hakukuwa na madhumuni mengine, ila ni kutangua, kutoa misingi ya kile kilichowekwa na Mungu tangu mwanzo. Na ndio katika vitabu vya Kurani, katika sura 90, sura ya 10 aya 90 hadi ya 94 inasema, ewe Muislamu, ukikosa kuelewa chochote katika Kurani, waendee Wakristo na Wayahudi ambao walikuwa wamepewa vitabu wa kwanza kabisa, ukawaulize. Kama kuna chochote uelewi, uliza Wakristo,
uliza Wayahudi. Hiyo ni Qurani inasema hivi. Huyo ni Mtume Muhammad, huyo ni Allah anawaambia hivi Waislamu. Wakikosa kuelewa chochote, waulize Wakristo. Ni kwa nini? Kwa sababu hao ndio wa kwanza kabisa kupewa imani, tena imani iliyo ya kweli na Mungu, ya Kikristo na Uyahudi. Bwana Yesu Kristo na asifiwe sana. Lakini Qurani hiyo, maana hapo nimesoma ni Qurani Suratul Bakara, sura ya ng'ombe jike rangi ya majano, sura ya 2 aya 62. Qurani hiyo inathibitisha Waislamu wamekuja nyuma. Na kwa hiyo hayo yote tunasema kwa sababu tunataka kumuhusisha Isa bin Maryam. Amekuja nyuma. Kwa mujibu wa haya hiyo, amekuja nyuma. Maana Waislamu wamekuja nyuma. Waliokuwa wa kwanza ni Wakristo. Na Isa bin Maryam si Mkristo, ni Muislamu. Unaona? Na kwa hiyo Isa bin Maryam amekuja nyuma pamoja na Uislamu. Maana wa kwanza kabisa Isa hakuweko. Unaona? Na Qurani inathibitisha, baada ya kuthibitisha Wakristo na Wayahudi ndio walikuwa wa kwanza. Ndio walikuwa wa kwanza kabisa kupewa misingi ya imani na Mungu. Qurani hiyo inathibitisha Waislamu wakaja nyuma. Na nitasoma, ushahidi upo. Maana hapa tumesema kila kitu lazima uweke ushahidi. Pasipo kuweka ushahidi na unakosoa imani ya watu, utakuwa ni mwenye kuwakasirisha sana. Kwa hiyo ukikosoa, weka ushahidi. Ukitaka kunikosoa mimi, weka ushahidi. Sitakuwa na lolote. Na Waislamu wengi wamesema wamefaidika sana na mafunzo haya kwa sababu tunafunza tukiweka ushahidi. Ushahidi ambao wawekee kwenye msikiti, tunaweka hapa. Unaona? Qurani yenyewe inasema Waislamu wamekuja nyuma. Kwa mujibu wa Suratul Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah inasema hivi, sura 62 aya ni ya 3. Sikiza kwa makini. Nimeanza na Qurani, ndio niingie kwa Biblia. Inasema hivi na nanukuu, na amemleta kwa wengine miongoni mwao walio bado kuungana nao ndio sisi Waislamu ambao tulikuja nyuma baada ya Ukristo. Yaani Qurani yenyewe inasema Waislamu wamekuja nyuma baada ya Ukristo, baada ya Uyahudi. Maana pale mwanzo kabisa imani zimekuwa ni Ukristo, Uyahudi na nyingine ambayo iliitwa Usabahi. Pengine hujawahi kukutana na hilo, tutalieleza baadaye. Ulikuwa ni Ukristo, Uyahudi na Usabahi. Imani hizo ndizo za kwanza kabisa za Mungu kabla ya Uislamu. Na zote zinaungana na Mungu muumba mbingu na dunia na vyote vilivyoko, Jehova, Baba Mwokozi wetu Yesu Kristo. Maana nimewaambia Mungu ni tofauti. Mtu asikwambia ati tunaabudu Mungu moja, Mungu ni tofauti. Kwa mujibu wa Korintho wa pili, Korintho wa kwanza 8:6 inasema kwetu sisi, ingawa wako miungu wengi ulimwenguni huu, ingawa miungu ni wengi, lakini kwetu sisi wa Kristo Mungu ni moja tu aliye Baba. Tunamuita Jehova, Baba Mwokozi wetu Yesu Kristo. Wewe unasikia hayo? Naomba niendelee kwa sababu wakati. Katika Suratul Layi katika Qurani, sura 92 aya ni ya 1 hadi ya 3, na nukuu inasema hivi, na hapa kwa usiku ufunikao kila kitu. Huyo anasema hivyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa kwa usiku ufunikapo kila kitu, na kwa mchana uangazapo kokote, na kwa aliyeumba kike na kiume. Unasikia maneno hayo? Allah subhanahu wa ta'ala anaapa kwa usiku na mchana. Unaona? Anaapa kwa usiku ufunikapo
kila kitu, maana usiku ukifika kila kitu kinafunikwa, hakuna mwanga, hakuna mwangaza, kila kitu kinafunikwa pasipo kumulikwa na stima ya kuundwa na binadamu. Kila kitu kinafunikwa usiku unapofika, lakini mchana ukifika kila kitu kinaangazwa na jua na mwanga wa jua. Alafu baada ya kusema hayo anasema, na ninaapa pia kwa aliyeumba jua, mwezi, ardhi, watu, vinavyoonekana, visivyoonekana. Allah anaapa kwa huyo, maana anajua si yeye aliyeumba. Nakumbuka huyu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye Mungu wa Isa bin Maryam. Huyu Mungu wa Isa bin Maryam ambaye anaapa kwa Mungu aliyeumba, maana anajua si yeye aliumba, ndiye Mungu wa Isa bin Maryam. Lakini Yesu Kristo ana uhusiano na Allah subhanahu wa ta'ala. Hamna uhusiano wowote kwa Yesu Kristo. Nakumbuka nasema Yesu Kristo, sisemi Isa bin Maryam. Yesu Kristo ana uhusiano wowote na Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ni Mungu wa Isa bin Maryam katika Qur'an. Hiyo ni weka tofauti nyingine bayana kabisa. Naelewa ndugu yangu? Natumai tunaenda pamoja. Kwa hiyo inabeba tofauti nyingine kubwa sana. Unaona? Maana Mungu wa Isa bin Maryam ni Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye anajua si muumbaji. Ameapa kwa aliyeumba, ameelekeza Waislamu kwa aliyeumba, maana anajua yeye si muumbaji. Na kwa mujibu wa Qur'ani 6:7 inasema anayeumba huyo ndio anaitwa Mungu. Na hiyo ni Qur'ani. Anayeumba huyo ndio Mungu wa kweli. Na Allah subhanahu wa ta'ala hakuumba chochote, maana ushahidi haupo kwenye Biblia, kwenye Qur'ani samani. Ushahidi haupo, na ndio anaapa kwa aliyeumba. Katika suratul Bakara sura ya 2 aya ni 21 inasema, Allah anasema hivi, enyi Waislamu, na nukuu, enyi Waislamu, mwabuduni Mwenyezi Mungu ambaye alikuumbeni na wale walikuwa kabla yenu, yani Wakristo na Wayahudi, ikiwa mnataka kuokoka. Unasikia maneno hayo? Na hiyo ni Qur'ani. Suratul Bakara sura ya 2 aya 21. Allah subhanahu wa ta'ala anawaelekeza Waislamu, anawaambia hivi, enyi Waislamu, mwabuduni Mwenyezi Mungu ambaye alikuumbeni na wale waliokuwa kabla yenu, yani Wakristo na Wayahudi, ikiwa tu mnataka kuokoka. Hilo peke yake linakuweza kufanya wewe Muislamu utoke Uislamu pasipo kuogopa, isipokuwa najua kuingia Uislamu njia ni moja, hakuna kutoka, kwa mujibu wa vitabu vya Kiislamu. Na hiyo inafanyika katika nchi ambazo zinatawaliwa na sharia law, sheria ya Kiislamu, kama Somalia, Eritrea, Misri, Iraq, Iran na kwingineko. Kuingia Uislamu njia ni moja, hakuna kutoka. Si kama vile unaweza kuingia Ukatoliki na utoke uende Upentekote, utoke Upentekote, utoke uende ya kuokoka, yani makanisa ya kilokole wanasema Tanzania. Utoke huko useme sasa umekuwa una dhehebu, umekuwa atheist, hakuna mtu atakuuliza. Lakini kwa Uislamu kuingia njia ni moja tu, kwa sababu ukiingia na usome vitabu vya Kiislamu uvielewe, utatoka. Na wacha nikuambie, katika mafunzo ya Mtume Muhammad na ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukikutana na Muislamu ambaye ni mpole, mnyenyekevu, cha ukweli, pasipo kujifanya. Maana Qur'ani imewaambia Waislamu wanaweza kujifanya ili wakaweze kuvuta Wakristo waingie Uislamu. Wanaweza kujifanya na waseme uongo, na yako kwenye Qur'ani. Muislamu amekubaliwa kujifanya, kusema uongo ili akaweze kuvutia
wasiokuwa Waislamu waingie katika dini ya Allah. Amekubaliwa. Lakini Wakristo hatukubaliki kudanganya ili tuweze kuvuta watu kwa Ukristo. Kwa hiyo ukikutana na Muislamu ambao ni mpole, mnyenyekevu, ana upendo na yote yao ni ya kweli, si ya kujifanya, huyo si Muislamu wa kweli. Maana Uislamu umejaa majini, umejaa chuki, mauaji, mateso. Tumeona video kutoka kule Pakistani na Iraq, watoto wa miaka 7 wanaolewa cha lazima wakilia na wazee wa miaka 70. Unaangalia video hiyo hivi unaanza kutoa machozi yanadondoka. Mtoto wa miaka 7, 8, 10 anaolewa cha lazima na harusi, tena anapeana cha lazima na wazazi wake, ajui anaenda kufanywa nini. Kizee cha miaka 50, 60, 70, eti kwa sababu Mtume Muhammad alifanya hivyo. Maana alimuoa Aisha akiwa miaka 6, akamlea kwa sababu alikuwa hawezi kuingilika kingono hadi miaka 9, 9. Ilipofika miaka 9 akajilazimisha kumuingilia huyo mtoto kingono. Unaona? Na kwa hiyo nao Qur'ani nasema Waislamu wote wafanye mambo ambayo Mtume Muhammad alifanya, kwa sababu ni mfano mwema kwa Waislamu. Hebu niambie we Muislamu ambao hauko kwenye nchi za Kiislamu za Sharia law, unaweza kubali mtoto wako wa miaka 6 aolewe na mzee wa miaka 70? Unaweza kukubali mtoto wako wa miaka 8 aolewe na mtoto wa miaka 60? Kwa sababu wewe ni Muislamu na unaheshimu Uislamu na unaheshimu mtume wako, utakubali? Bila shaka uwezi, kwa sababu huyo ni mtoto. Ingawa hiyo si mada ya leo, wacha nitoke hapo. Nataka kupeana mfano wa kinachomuhusisha Isa bin Maryam na Yesu Kristo, kwa sababu hayo ndio mazingara nimetaja yaliyokuwa na Isa bin Maryam. Hayo mazingara hayo nimetaja. Manaka hayo mazingara ni ya Kikureshi, ya Kiarabu, ya Kiislamu, na mazingara kama hayo hayakuwa kwa Yesu hata kidogo. Unaona? Wacha nisome aya moja kisha niende kwenye Biblia, kwa sababu wakati unayeyoma. Waislamu wote katika sura inaitwa Suratul Bani Israel, sura ya watoto wa Israeli, sura ya 17 aya 10 inasema hivi: sema Mtume Muhammad, muombeni Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah au Rahman au kwa jina lolote lile mtakalokwenda kumwita. Huyo anasema hivi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Isa bin Maryam wa Qurani, yeye alimuomba Mungu wake kwa jina la Allah, lakini Yesu Kristo alimuomba Mungu kwa jina la Yehova, ingawa anabeba uungu wake, na hilo tutataja baadaye. Ndio tunamwita Mungu kwa sababu anabeba uungu wa baba yake Jehova. Kwa hivyo hapa Allah amwagiza Mtume Muhammad, agiza Waislamu waniombe kwa jina la Allah au la Rahman au kwa jina lolote lile, mkisema hata jina la Musyoka, Odhiambo, Amina, jina lolote hilo, au la mti au la ng'ombe, kwa sababu amesema kwa jina lolote lile, kalamu, karatasi, sufuria. Ukitaka kumwomba kwa majina hayo, Allah amekupa ruhusa, kwa sababu amesema nini? Sema Mtume Muhammad, muombeni Mwenyezi Mungu wenu Allah kwa jina la Allah au Rahmani au kwa jina lolote lile, liwe ni la Ibrahimu, liwe ni la Abdu, liwe ni la John, liwe ni la gari, shamba, jina lolote lile, ili mradi tu mnaelekeza Allah. Na hayo ndio yalikuwa mazingara ya Isa bin Maryam ukilinganisha na Yesu Kristo. La mwisho katika Qurani, nasoma aya mwisho katika Qurani, ndio nikimbie sasa kwa aya za Biblia za kuonyesha Yesu ni tofauti na Isa. Katika Suratul Imran, sura 3
aya ni 106, inasema siku ambayo nyuso zingine ambazo zitakuwa nyeupe na nyuso ambazo zitakuwa ni nyeusi, nyuso nyeusi zitaambiwa, nyinyi mlikufuru kwa imani yenu ya kuingia Uislamu. Yaani hiyo aya, hiyo sura na hiyo aya kwa kifupi nasema hakuna ngozi nyeusi itaingia peponi ya Allah. Maana Allah anasema pepo yake itaingia ngozi nyeupe peke yake. Ikiwa wewe ni Mwafrika, ikiwa wewe ni Muhindi, kutoka popote pale, lakini ngozi yako ni nyeusi, hautaweza kuingia pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hayo ndio maagizo ya Allah, na huo ndio msimamo ulikuwa wa Isa bin Maryam. Unaona? Lakini hapo Biblia inasema nini? Naomba nisome katika Yohana sura ni ya 8 aya ni ya 56 hadi 58, na hasa 58 ndio nataka uitilie mkazo, bold and underline. Aya 58 ndio utatilia mkazo, lakini taanza na 56. Kitabu cha Yohana sura ni ya 8 aya ni ya 56, nasema hivi: Ibrahimu baba yenu, huyo ni Yesu alikuwa anazungumza na Wayahudi. Ibrahimu baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoniona siku yangu, kwa vile atakavyoiona siku yangu, naye akaiona na akafurahi. Huyo ni Yesu alisema hivi akihutubia Wayahudi. Na Wayahudi wakasema, aya 57, basi Wayahudi wakamwambia Yesu, wewe hujapata miaka 50 na unasema umemwona Ibrahimu? Aya 58, na hiyo ndio nataka utilie mkazo. Yesu akawaambia, amin amin nawaambia enyi Wayahudi, yeye Ibrahimu huyo mnasema ni baba yenu wa zamani aliyefariki, kabla hajakuweko mimi nilikuweko. Unaona? Yaani Yesu alikuweko kabla ya Ibrahimu. Maana alikuwa na Mungu kule mbinguni. Lakini Isa bin Maryam, tumesema katika sura ya 62:3, alikuja miaka 600 baada ya Yesu kuteremka ulimwenguni, kukaa na kuondoka. Lakini Yesu Kristo alikuwa na Mungu toka mbinguni. Maana nimesema awamu za Yesu ni 3. Kuna awamu ya kiroho, aliyekuwa na Mungu muumba mbingu tangu mwanzo kule mbinguni. Na awamu ya pili ni Mungu aliyeteremka akachukua mwili wa binadamu akaja ulimwenguni. Na awamu ya 3 ni aliporejea kule mbinguni kwa kufa na kufufuka, mambo ambayo hayakuwa na Isa bin Maryam. Kwa hiyo Yesu akathibitisha Wayahudi ya kwamba yeye alikuwa na Mungu toka mwanzo, na huyo Ibrahimu anayesifu ya kwamba ni baba yao wa zamani, kabla hajaumbwa Yesu alikuweko. Kwa hiyo Yesu alikuweko mwanzo. Isa bin Maryam hakuweko mwanzo na Mungu. Unaona hiyo tofauti? Wacha nisome nyingine. Katika Yohana hiyo sura ya 17:5 inasema hivi: na sasa Baba, huyo ni Yesu alikuwa anasema, na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu haujawekwa. Yesu akamwambia Mungu muumba mbingu na dunia, ule wakati unipe utukufu ambao ulinipa, ule nimekuwa nao kabla hujanituma hapa ulimwenguni. Yaani hiyo inadhihirisha kwamba huyu Yesu alikuwa na Mungu kule mbinguni kabla ulimwengu haujawekwa misingi, kabla ulimwengu haujaumbwa, kabla Isa bin Maryam hajazaliwa. Unaona hawa ni wawili tofauti. Wewe unaona hao ukitumia akili zako za kawaida.
kwa kutumia bongo lako la kawaida, wewe huwezi kuona nao ni wawili tofauti. Kwa hiyo Muislamu akikaribia kuambia ati sisi tunaabudu Mungu mmoja, ati sisi hata Yesu ndio tunamuita Isa, mwambie athubutu kumuita Yeshua al-Masih, atakiona msikitini, maana hilo ndilo jina la Yesu kwa lugha ya Kiarabu. Mwambie pale msikitini mahalimu wako akisema atamke tu Yeshua al-Masih, maana hilo jina lina nguvu la kuangusha ngome. Unaona, ngome la kishetani. Mwambie athubutu tu kusema jina hilo msikitini, utakiona. Na msikitini ndipo wanaabudia majini, na majini wakisikia jina la Yesu Kristo, yaani Yeshua al-Masih, sio Isa bin Maryam, wakisikia tu Yeshua al-Masih au Yesu Kristo, ngome zao zinaanguka kabisa, mtafaruku unaingia. Na ndio shetani aligeuza akasema Yeshua al-Masih aitwe Isa bin Maryam, maana huyo ni mtu tofauti na Yeshua al-Masih au Yesu Kristo. Na ndio jina la Isa likabandikwa katika Kurani, kwa sababu la Yesu Kristo au Yeshua al-Masih lina nguvu. Kulitamka tu lina nguvu, unaona, na lina mwanga. Na kuna Muislamu yoyote anaweza thubutu kulitaja katika kongamano la Kiislamu akimaanisha nguvu zake za hilo jina. Na kwa hiyo ndio jina Isa linachukua nafasi hilo, ili ngome za Kiislamu ziwe kwenye tahadhari. Wewe unaona hayo? Wacha niendelee kwa sababu inasalia dakika chache nimalize, ndio niende kwa toleo la 8. Katika Mwanzo sura ya 1 aya ya 26, ndio Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Huyo Mungu muumba mbingu na dunia, Jehova, alikuwa anazungumza na Yesu, na hiyo nimeweka bayana, maana walikuwa na Yesu tangu mwanzo kule mbinguni. Hakuwa anazungumza na Isa bin Maryam, alikuwa anazungumza na Yesu Kristo. Ndio akamwambia na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Mungu hakuwa anazungumza peke yake, maana amesema kwa wingi, na tunajua Yesu alikuwa kule mbinguni kabla Mungu hajamteremsha ulimwenguni kuokoa binadamu. Katika Galatia 2:9 inasema, maana katika yeye, huyo Yesu, unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili alipokuwa hapa ulimwenguni. Utimilifu wote wa Mungu uko ndani ya Yesu. Na katika Wakolosai 1:15 anasema Yesu anabeba sura ya Mungu, maana yeye ni chapa ya Mungu. Ukimwona Yesu umemwona Mungu, maana anaubeba ile sura yake, umbo wake, maana yeye ni chapa. Chapa ni photocopy kwa lugha ya Kimombo. Yaani Mungu anabeba photocopy, chapa ya Mungu muumba mbingu na dunia, lakini si Isa bin Maryam. Unaelewa maneno hayo? Nasikia maneno hayo? Katika Waebrania sura ya 2 aya ya 16-17 inasema hivi, maana hakika Yesu Kristo hatwai asili ya malaika alipokuja hapa ulimwenguni, ila alitwaa asili ya mzao wa Ibrahimu. Hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote alipoteremka hapa. Yaani alipoteremka hapa, unasikia Waislamu wanasema Mungu gani huyo anayekula na kwenda chooni mnamwita Yesu? Hiyo ni katika sura ya 5:75, Suratul Maida sura ya 5 aya ya 75 inasema, nyinyi mnasema Yesu ni Mungu. Ni miungu gani hao wanaokula na kwenda chooni? Kwa sababu Waislamu wanajua tu Yesu wakati amefanyika mwili wa binadamu, wakati ameteremka chini, wakati
wake ulipofika wakuja ulimwenguni, akivaa akipitia uzao wa binadamu, akazaliwa kwa maji na damu. Waislamu wanajua Yesu kufika tu hapo, lakini Yesu wa kiroho Waislamu wakubaliwi kumjua. Si ati wakubaliwi, ni Kurani, kwa sababu Kurani inasema Waislamu hawakubaliwi kujua mambo ya kiroho. 17:85 Suratul Bani Israel 17:85 inasema Waislamu mambo ya kiroho hakubaliwi hata kidogo, na kama wanajua kidogo tu, nayo ni ya kimwili. Na Yesu wa mbinguni alikuwa ni Yesu wa kiroho. Kwa hiyo hakuna Muislamu ataweza kujua mambo ya kiroho ya Yesu akiwa mbinguni, maana hakubali kujua mambo ya kiroho. Sura ya 17 aya 88 katika Kurani. Unaona maneno hayo? Kwa hiyo Yesu alipokuja hapa, kwa mujibu wa aya hiyo, Waibrania 2:16-17, ilimlazimu atwae. Unaona, inasema hivi, hakutwaa asili ya malaika. Hakuja hapa ulimwenguni akiwa na asili ya malaika, bali alipata asili ya uzao wa Ibrahimu. Akawe ni mtu wa kuchoka, akawe ni mtu wa kula. Unaona, kwa sababu kwa wakati huo ametwaa asili ya wana wa Ibrahimu, uzao wa Ibrahimu alipokuwa hapa ulimwenguni, ila tu alipopaa juu mbinguni baadaye akatwaa tena asili ya malaika. Unaona, maana Yesu ambao yuko mbinguni ana asili ya malaika kwa hivi sasa, lakini alipokuwa hapa ulimwenguni alikuwa na asili ya uzao wa Ibrahimu. Hiyo ndio maana hiyo sura ya 2:16-17 katika kitabu cha Waibrania. Ninapomalizia, naomba nisome ya 2 hapa, kisha nimalize hii sehemu. Katika Mithali sura ni ya 30, huo ukiandika aya ni ya 4. Mithali sura ni ya 30 aya ni ya 4 inasema, ni nani aliye juu mbinguni? Ni nani aliyepanda juu mbinguni na kushuka? Ni nani aliyepanda na kushuka na pia akarejea tena? Na ni nani aliyekamata upepo kwa makonzi yake? Na ni nani aliyefunga maji ndani ya nguo yake? Jina lake ni nani kama wajua? Haya ni mambo ambayo yameandikwa na Suleimani kabla Yesu kuzaliwa, na ni mambo ambayo yalimuhusu Yesu, kwa sababu Yesu alikuweko kule mbinguni na babake. Ndio maandiko yanauliza, wewe unajua mwanaye ni nani? Huyo aliyeshuka hapa ni Yesu, akakaa akapanda mbinguni, mwana wa Mungu. Unaona, hiyo ndio maana sura hiyo na aya hiyo, na hayo hayakupatikana kwa mtu ambaye anaitwa Isa bin Maryam katika Kurani. Hiyo ni tofauti ambayo ni muhimu, nitatakiwa uiangalie kwa umakini. Yohana 1:1 ambayo watu wanaipenda sana inasema hivi, hapo mwanzo kulikuweko na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Waislamu wanashinda wakiuliza, nipatieni haya yote, nasema Yesu ni Mungu, ingawa hiyo si mada ya leo. Yesu akiwa mbinguni alikuwa anaitwa neno la Mungu. Yesu akiwa mbinguni amebeba uungu wa baba yake, na ndio aliitwa Mungu. Na ndio hiyo aya inasema neno ni Mungu. Naomba nirudie, hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye huyo neno, si nalo hilo neno, naye huyo neno, kumaanisha ni binadamu, si chombo. Maana ingekuwa ni chombo angesema nalo hilo neno, lakini hapa inasema naye huyo neno alikuwa kwa Mungu. Naye huyo neno, sio nalo hilo, naye huyo neno alikuwa ni Mungu. Unaona? Na hiyo ni tofauti kabisa na Isa bin Maryam. Isa bin Maryam hakuwa neno, hakukaa na Mungu tangu mwanzo, hakuitwa Mungu kama Yesu Kristo. Unaona?
Maana wakati ulipowadia, katika Galatia 4:4, Mungu akamteremsha huyo neno, akaja ulimwenguni kuokoa binadamu. Ndio Galatia inasema hata wakati ulipowadia au timilifu ulipofikia, Mungu alimtuma mwanawe Yesu Kristo ulimwenguni akazaliwe na kupitia maji na damu aje kuokoa binadamu. Hayo hayakufanyika kwa Isa bin Mariam wa Kurani. Katika toleo hili la 7, naomba nifike hapo ndio tuweze kuendelea na toleo la 8. Ikiwa una swali, piga simu hii 0711 200 606. Paul Muya, niulize swali, maana hapa kuna uhuru wa dhamiri. Uhuru wa dhamiri ni kwamba unakubaliwa kuuliza maswali kuhusu usichokijua kutokana na tulichokihubiri. Petro wa kwanza 5:3-15 inasema tuulizwe maswali kutokana na tulichokihubiri. Hiyo ni Biblia, na Biblia hiyo hiyo inasema katika Isaya 41:21, nawe ulete maswali yako utuulize kuhusu tulichokihubiri. Leta maswali yako, leta hoja zako zikaweze kujibiwa. Kama kuna kitu ambacho uelewi au hujaelewa, leta maswala, tuulize swali. Tumia namba hiyo 0711 200 606, na jinsi Mungu atakavyotuwezesha tutakujibu. Ikiwa hii video imekupendeza, sambazia na Waislamu, sambazia na Wakristo wenzako, sambazia na watu wengine, na utakuwa ni mwenye kupata faida kubwa siku ya Kiyama, kwa sababu Mwenyezi Mungu atakuhesabia kana kwamba tumehubiri nawe. Kwa kufinya tu share, Mungu atakuhesabia tulihubiri na wewe, kwa sababu ulituma ujumbe ukafikia watu wengine. Naitwa Paul Muya, mwalimu wa neno la Mungu. Kwa mujibu wa Efeso, kitabu cha Waefeso kinasema kuna walimu, mitume, maaskofu, wachungaji, na hicho kiwango cha mwalimu, hapo ndipo Mungu amenituma nikaweze kuleta ujumbe huu. Mungu akubariki. Tukutane katika toleo la 8, Mungu akitujalia.